Kweli natambua unanipenda sana Shetemi, wa kwangu mie Shetemi, sina mwingine. Hata wakinitukana sine palapeni, mama wa mtoto wangu Shetemi, wa kwangu mie Shetemi, sina mwingine. Hata wakinitu semanisha vuka Kongo adilo kumbashi balia, saka michongo yani mitika shisela, vesi za Kifaransa ubeba magogo upita kuna kule kusaka matomtom na mabombom. Tupo tena kwenye kipindi chetu cha pendo cha Story Kitaa, na tuko maeneo ya Kigamboni hapa. Tumekuja kumtembelea msanii wetu pendwa wa muziki wa Singeli. Yeye ni nani na anaimba Singeli na gani? Yeye ndo atatufafanulia hapa. Bwana, mambo vipi? Poa, anakuaje brother? Kama kawaida. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina bro, majina usanii mnaenda kama Bajau Mr. Clear au Bajau MC hivyo. Na kwa pande hizi hapa za Kigamboni hizi, kija Kigamboni ukija tu ngoma hii Kongoe mpaka Mbagala huko wenyewe wanaelewa Bajau MC nani, yani kwamba wanaelewa Bajau nani hivyo. Bwana, kama tuliposikia msanii wetu anaitwa Bajau MC na ni maarufu kwa jina hilo, na natumaini ukisearch kwenye mitandao ya kijamii utampata kwa jina hilo. Bajau MC, unaimba Singeli na gani? Kwa Singeli naimba mimi bro, mimi naimba Singeli aina yote, yani kwamba sababu Singeli yenyewe unaelewa Singeli kama Singeli kwamba imesimama kwenye mifumo yote. Kwamba unaimba Singeli, yani kwamba unaweza kuimba Singeli design ya mfumo wa hip hop na ikatembea, unaweza kuimba Singeli design ya mfumo kama Bongo Flava. Lakini kwamba inategemea kwamba umesimama kwenye laza au bakola. Ila mimi naimba muziki yote, laza, bakola, na na uwezo wa kufuma Singeli ya design yoyote ile kama Singeli. Okay, kwa muziki wa Singeli kwa sasa unakamata sana na tunausikia wazungumzaji serikalini, lakini kuna baadhi ya jamii inaona muziki wa Singeli kama muziki wa kiuni na muziki ambao unafuga wauni, yani masimi ni masisela wa kuselesha. Hili sio unaichukuliaje kwenye jamii? Sema kweli bro bwana, hilo swala kwa sababu ujue bwana, kila mtu anaona anavyojua yeye, kwa sababu ujue muziki wa Singeli bro sikuficha, yani muziki wa Singeli kiufupi kwamba ndio umetokea huko watu wa design hiyo, lakini yani hadi hatima hii ilipofikia, yani kwamba yani hadi wakati huu ulipofikia bro, yani Singeli wanaisikiliza watu wa design kibao, hadi viongozi wakubwa sasa hivi wenyewe, yani wewe mwenyewe brother unaelewa, ushanisoma. Kwa yani kwamba tusije kusema Singeli ipo kwa design hapa design hamna, sema kwamba ni watu yani 80% au 70% ya watu ambao wanaokubali hapa muziki ni watu ambao wanaonekana ni wauni masela hivyo, yani hivyo. Unajua bro. Okay, ni msanii gani wa Singeli wewe ukimsikiliza anakupa ushawishi wa kusema ngoja nitoe chuma kali kama hii au zaidi ya hii? Kwa wasanii wa Singeli bro hapo kibao, kwa sababu mimi napenda sana kumsikiliza kila mtu. Na sio kwenye Singeli tu, yani kwamba muziki yote, yani mimi napenda sana kumsikiliza yani kila mtu, sana sana na muziki ambao ninafanya mimi yani Singeli. Napenda kuwasikiliza watu kibao, yani kwamba yani sikufichi bro, yani kwamba yani kwamba naweza nikasema kwamba umenipa jibu gumu sana, kwa sababu wapo watu ambao yani watu kibao ambao wanafanya vitu vizuri, hata mimi mwenyewe naona nahitaji nifanye kitu kama mtu fulani au kama watu fulani au kama mtu fulani na fulani hivyo yani. Yani kwamba nikisema nimtaje mtu nahisi kwamba itakuwa sio kweli, kwa sababu kuna watu kibao ambao na appreciate yani kwenye muziki huu. Bwana, Bajau MC anaruka mtego wangu. Sasa namuingiza kwenye mtego ili anase. Mara pap hapa kuna G Dogo Elisha, sijakaa vizuri, kuna Kaja 45, sijakaa sawa, hapa kuna MC Zomofan, hapa kuna Stizo bwana Yesu. Wamekutunuku mmoja wapo atoe collab na yeye, utamchagua nani? Umesema kuna nani? Anataka kimbie swali. Hapa kuna G Dogo Elisha hapa. Au swali gumu sana.
Hapa kuna mdogo Elisha hapa, sawa? Hapa kuna Msizo Mofan, kuna Kaje Double Killer, kuna Stizo Bwana Yesu. Papo amekutunuku kufanya collab, utafanya na nani? Maisha ukweli bana blaza. Kutoka na mimi mwenyewe muziki kwamba mimi muziki nishafanya, yani nafanya muziki. Kiukweli kabisa, kiukweli bro. Yaani 145 kama anasimama kwenye collab, ndio tunafanya kitu kizuri sana. Yaani sizungumzii kusema kwamba si kwenye Bakola Uselamavi au kwenye nini, hamna. Yaani kwamba ni ngoma ambayo yaani kwamba ni ngoma ambayo tunaweza tukafanya na ikaenda. Bwana Rais 45 Kaje Double Killer, kokote utaposikia ujumbe kutoka Story Kitaa, nipo na Bajau MC hapa pamoja na Steko Kipinda nitapanado. Bwana Bajau anasema kama ikitokea fursa ya kufanya collab na msanii ambaye anamkubali kati anawataja, basi atafanya collab na yeye Kaje Double Killer 45. Msala pesa, au sio? Basi Bajau MC, hebu tupige verse moja ambayo unahisi verse ikisikia Kaje simu zitaita. Verse ya Bakola au laza. Yoyote unaona hii verse hapa hii achomoi yani. Na chana verse wanakuja na chana wengi. MC na noti na chana change. Au bito zichana pens nipe jalada la panya nataka nichane. Ukiwabizi wa kuandika mimi na chana mpaka stress na vipi na bulu ajibu mimi na chana mpaka verse na kuchana wewe na sende kumwambia mjumbe na leo chizi fresh tunatemba milembe na kuchana bila kiso la nyembo makoshinona na kuchania wax kitenge ujichenge. Bwana hii michano mimi nimesikia tu na kuchania wax kitenge ujichenge. Ndio nilichokinasa ni hicho, kubakia vyote anajua yeye na Kaje, mimi sielewi. Bwana Bajao, mimi ninavyojua wewe unawana, usio unawana kibao alafu anakukubali. Umeona kwa tutapotoka hapa tutaenda kwa wana kupigana story 2-3. Vile vile tulikuwa tunataka tujue sisi kama mashabiki zako kupitia Story Kitaa, tofauti na kuimba unajishughulisha na shughuli gani? Tofauti na kuimba bro. Tofauti na kuimba mimi ni fundi gereji, yani kwamba nazungumzia fundi bike, bodaboda tunazipata. Pikipiki zote hizi TVS, sui boxer, sui nini. Na harakati zangu zote mimi napiga kwa fundi baskeli pale, kuna sehemu kunaitwa kwa fundi baskeli. Shatokea hivi tu ngoma mbele kidogo katika sheli ya TSN mbele. Kulia, unajua ukitokea hivi. Kwa fundi baskeli hapa kulia kwa JR, mimi ndo napatikana pale kwa biashara zangu hizo za kutengeneza mapikipiki nini. Kwa yani kwamba tofauti na muziki mimi nashughulika na masuala hapo. Bwana tumesikia bwana, hii imenigusa sana bwana. Sio kila naimba singeli ukamchukulia muni Kuna watu wanaimba singeli kwamba ni kazi yao, na tofauti na kuimba muziki wa singeli, basi kuna vitu anafanya nyuma ya studio. Bwana Bajau yeye tofauti na kuimba singeli ni fundi mechanics, fundi pikipiki bwana. Pikipiki yako imeharibika njiani nini, mchizi anakutengenezea. Kwa hiyo sio kama unaimba singeli ukamchukulia msela, hapana. Bwana Bajau MC, natumaini wewe unaimba na unaenda studio. Ni studio gani ambayo ukienda na ukitoa ngoma yako inaenda sana, au ni producer gani ambayo wewe ukirekodi nayo unasema hapa kazi yangu mimi lazima iende? Kama producer bro hapo kibao, ila nyuma producer wote mimi na producer wangu. Yaani hiyo ni mtu ambao yani kwamba tukifanya kitu kinaenda ni bro. Yaani kitu kikiwa kizuri kinaenda. Au kipoa. Kama tutabahatika kukutana naye, basi mashabiki mtamwona producer yake ambaye anamkubali yeye. Nimesoma atatuonyeshea ni upi. Na hii hapa ni Story Kitaa, na sasa tunaenda kukutana na wanae wa nguvu. Kama mchizi jao wanae watasema, ila kama mchizi ni mtu wa watu basi wenyewe atafunguka. Hii ni Story Kitaa, haiachi kitu mzee. Hatuwezi kwa kutote sehemu moja wakati mmoja, au ni mchana tupo kwenye harakati zao. Tuko maeneo hapa maskani wagana kaga sana Bajau MC. Yuko na wanae kibao, lakini hapo askari mmoja kutuwakilisha hapa. Kutuambia bwana Bajau ni mtu aina gani, wao watatueleza hapa. Watatuambia majina yao wanaitwa nani na watasema nini kuhusu Bajau, watatuambia. Kama Bajau ni mtu ovyo watasema, kama Bajau kweli ni mtu sahihi watatuambia. Bwana mambo vipi?
Fresh kwema. Kwema. Bwana, kwa majina unaitwa nani? Wewe ongea, mimi nakupata. Kwa majina naitwa Kitoi Mdoli. Bwana, kuna Kitoi Mdoli, alafu kuna 45 Chaki Mdoli. Malizia kwenye mabano hapo, utakuja kukamatwa bure. Bwana, leo nipo na Kitoi Mdoli. Bwana, huyu ni mchizi wa Bajau MC. Bwana Kitoi, wewe nikizungumzia kwamba Bajau MC, wewe unamzungumziaje huyu mchizi? Mchizi anajua sana na talent man. Yaani ana kipaji kifupi. Bwana mchizi anasema Bajau MC ana kipaji. Na vipi kuhusu mtaani, anaishi vipi na wana? Maana mimi najua wasanii kuna wakati wakishaanza kupata majina, interview, wakipata mashow anakuwa na vimba maskani yenyewe. Wewe vipi dua? Vipi kuhusu Bajau MC? Bajau kiufupi yani mtaani anaishi peace sana. Yaani upo peace na wauni, upo peace na kina mama, yani kuanzia watoto wenyewe anaishi nao kwa amani sana yani Bajau. Mchizi bwana, sio anaficha madhaifu yake. Mimi nisikia Bajau bwana anaongoza gonga za watu kisa anaimba. Lakini jamaa hapa anasema yeye ni mtu peace afu mtu wa watu. Bwana unaitwa nani? Hususani mimi kama mimi ananifahamu kama producer Macho. Bwana tumekutana na producer Macho. Jamaa anaweza kutuambia bwana. Ushawahi kufanya kazi yote ya Bajau MC? Nilisha produce kazi zake. Tunazo zipo. Na bado zinaendelea na project. Unajua bwana, studio mambo hapa na pale, kwa anayefahamu yani anajua mazingira ya project. Kwa hiyo ni bado yani vitu vipi. Kwa hiyo inawezekana ukaona demo au clip namna gani hivi, kama utakuwa umefika sehemu husika, kama hastahili kuona, kama hujastahili kuona inakuwa ile ni bado, ila kazi zipo. Kazi nzuri. Bwana, tumekutana na producer Bajau MC, anamuita producer Macho, yani Macho yani Sasa nadhani producer anaweza kutuambia Bajau MC ni mtu aina gani? Labda Kitoi hapa ametuficha. Wewe producer, kwa upande wako ukizungumzia kuhusu Bajau MC, wewe unamzungumziaje huyo msanii? Kwa mimi kama mimi ninavyofahamu mimi, Bajau nimemfahamu katika kazi yake ya usanii. Yaani hususan ni muziki. Kwa hiyo alipofika studio kwangu ndio siku ya kwanza kumtambua. Yaani baada ya kusalimiana namna gani, yaani hatukufahamiana kwamba yeye ni MC au ni vipi. Yaani ila mimi nilitamani tu kwa mazoezi alikuwa anapiga yeye. Alikuwa anafanya, yaani kwa sababu unajua bwana, lazima hata kama project ya anaweza kaikata beat. Ika moja na mbili naenda hapa na pale, kwa kuna idea fulani hivi akawa anazifanya. Kwa hiyo nimependa ni mwetu ile. Ikatokea tu nimepigia simu, vipi mzee uko wapi? Bwana producer Macho na amezungumza kuhusu Bajau MC, alikutana vipi na ni mtu wa aina gani. Sasa niko naomba utoe ushauri kuhusu Bajau MC, ni kitu gani apunguze, kitu gani aongeze ili afikie malengo kuhusu muziki wake anaoimba. Kwa mimi kama mimi ninavyoamini, hakuna mafanikio yote yanayokuja hivi bila changamoto. Kwa hiyo hususan ni nidhamu na kujua nini unachofanya, sababu kila mtu ana malengo na kazi yake. Na hata wewe naamini kabisa mwenyewe unafanya kazi yako, unajua kwamba mbele inabidi niwe kwenye nafasi gani. Kwa muhimu yani ni nidhamu ya kazi yako. Kwa hiyo samini unafanya nini na utaonekana vipi kwenye jamii. Kwa uwezo ukawa unafanya vitu yani hata mtu unaweza ukafanya kitu kizuri lakini hauna muonekano mzuri. Inawezekana naye kaita changamoto katika jamii unayoishi. Kwa lazima uangalie mwenyewe unaishi vipi. Kwa maisha anayoishi ni maisha ni ambayo ni ya kawaida na tunaishi watu wote. Kwa hiyo yani kwamba kwa mtazamo kila mtu ana imani yake, lakini hususan katika kazi ya muziki nidhamu inahusika. Sio katika kazi ya muziki, yani ni kazi yoyote. Yes. Kwa pale kuna vipengele bwana, show imekuwa hivi. Kwa mwisho siku mtu anaweza kukwambia tumempigia simu Bajau, kaniambia nimtumie 200,000 au show ya laki tumemtumia, afu lazima simu wewe imekuwa hivi. Kwa hiyo inawezekana kama masuala ni kweli au sio kweli, lakini kwamba ukufanya mwelekeo au utaratibu wa kazi, yani kwamba ilikuwa ni nje hivi. Kwa hiyo shampigia mtu simu tu mwambie bwana hivi tu ndo Bajau wewe ndo mimi na kutumia bwana advance shilingi ngapi, yani imekuwa hivi, yani umefanya milango yako hii. Hata ukimfuata anaweza akakwambia mimi sio. Ilikuwa hivyo, lakini unajua zinapatikana tu nyingi. Kwa hiyo ni mambo kama kwa hiyo kama ukufuata utaratibu kwa mwenyewe utahisi umefanya tofauti, lakini maisha ya singeli yalivyo hususan ni maisha ya muziki, sio singeli. Maana muziki ni ule ule, bongo flavor, taarabu, nini yote ni muziki. Lakini kwamba hii singeli yani kwamba inaonekana ni tofauti kutokana na watu wanavyoichukulia wao. Kwa kurahisisha labda akijua yule ni fulani fundi tu pale gereki, nikimfuata yule hawezi kugoma kuja kwangu. Lakini mtu ataambia utaratibu fuata hivi fuata hivi. Yeye ataisia yule jamaa amenikazia anajiona namna gani anaishi pale tu vipi.
Ananiambia mimi nikutane na manager sijui imekuwa hivi. Kwa hiyo kila mtu ana utaratibu wake kwenye kazi yake. Kwa hiyo hususan nidhamu yani inahusika. Bwana producer kaongea mengi, na kwa msanii wote wa Singeli ameongea kwa wasanii wote kwa ujumla. Ni kweli ni changamoto aga tunaisikia sana hata kwenye media, nasikia kwa sponsor, kama promoter, manager, wage natokea kule, lakini producer ameongea kwa undani na ameongea kwa vile anafahamu yeye changamoto inakuwa iko wapi. Pia ameongea vizuri, kama kwa unahitaji msanii basi fuata taratibu. Piga simu tu ovyo nini. Siku hizi kila mtu anaitwa Bajao MC. Jina lishakuwa kubwa. Hata mimi nikiona mchezo anaenda najiita Bajao MC, nafungua akaunti yangu fresh. Yeah. Kwa jambo lingine nataka kuzungumza kwamba najua ana marafiki wengi, tutakutana nao wengine na tutajua nini wanazungumza. Acha tutoke kwa washikaji hapa, twende kwa wana wengine tuone wao wanazungumzia nini kuhusu Bajao MC. Bwana, shout sana wanangu, sio Yeah, bwana Bajao MC. Wana unao mwanangu fresh sana. Siku zote palipokuwa na kipaji basi kipaji huendelea kuwepo. Unaposikia kuna mtu anaimba basi nyuma yake kuna kijana ambaye anaandaliwa kwa ajili ya kuja kukamata mikoba na kulisi. Bwana, ukisikia Bajao MC basi Bajao MC ana mdogo wake ambaye one day anaamini anakuja kushika mikoba. Kama sio kuimba basi atakata kwenye kinanda, kwenye keyboard, kwenye stage. Bwana, nipo na mdogo wake Bajao MC hapa. Yeye atatuambia kuhusu blaza yake Mkuda nini, anampigia kama Ibanzi blaza yake Jao. Yeye atazungumza. Tupo naye hapa leo mbele ya kamera kupitia story kitaa. Umeona yani kama unavyoona Monde na mdogo wake. Sijui anaitwa Asma sijui nani, Alikiba na mdogo wake Abdukiba nani. Mimi nipo na mdogo wake Bajao MC hapa. Atatuambia blaza yake ni mtu aina gani na anaishi naye vipi mtaani. Bwana, mambo vipi? Unaitwa nani? Naitwa Omari, lakini yani tunajulikana sana kwa jina la Papa sababu baba yetu. Bwana, wewe unaitwa Omari kwa wasanii Bongo Flava, ushasikia? Umedin pose. Sasa huyo ndo jina lake, anaitwa Omari. Kwa jina lake maarufu la mtaani, ukitaka kufika kwao bila shida. Ukiita tu bwana nataka niende kwa Papa, bwana utakuwa umefika hadi hapa. Wewe Papa unaimba? Mimi kuimba lakini yani kuimba kwangu mimi nimesafiri yani mbali na nyumbani. Kwa hiyo na kwa vitu vingi vinanipita kuhusu shule. Ndio hivyo, kwa hiyo sasa hivi ndo nimerudi kama hivi. Bwana Papa yeye anasema ni anaimba, lakini sasa hivi kinachomkwamisha kwamba yuko busy sana na masomo. Anatamani kwamba one day siku moja aje kuwa producer mkubwa kupitia elimu yake anayoifanya. Bwana, mimi namuelewa sana Papa kwa sababu sio naambia elimu kwanza alafu kipaji kinafuata. Bwana, shout sana kwa Papa. Wewe Papa, muziki baba zako unaisikiliza? Yes, lakini kama nilivyokuambia kwa kwenye masomo. Kwa hiyo sasa hivi ndo nimerudi na simu ya Kenyelo kama imezingua. Nakuelewa sana Papa, ni mtu ambaye unazingatia sana elimu hiyo, unakubali. Unataka kumwambia nini brother kuhusu muziki wake unaoimba? Ni kitu gani unataka umwambie kwamba brother bwana achana kuimba? Brother bwana imba sana. Brother natumaini one day kuna sehemu nitakuona brother ukikaza sana, basi natumaini hata mimi siku mdogo wako utakuja kunisomesha kupitia muziki wako. Wewe unamwambia nini brother kuhusu muziki anaoimba? Mimi yani ninachomwambia yani apambane. Kwa hiyo iko ndo kipaji chake, manake baba yetu anaimba. Yeye mwenyewe yani kuanzia utotoni yani iko ndo kipaji chake, na muziki unafuatilia kwenda mastajini hivyo anaenda. Kwa hiyo apambane. Bwana Papa kazungumza jambo. Kumbe bwana Bajao MC anatoka kwenye familia ya mwanamuziki, kwamba mzee mwenyewe anaimba. Baba zake anaimba. Na mwenyewe natumaini akimaliza skuli tu studio. Sijui, acha tuone. Bwana Papa, mimi nimefurahi sana kukutana na wewe, na baba zako aliniambia mengi kuhusu wewe kwamba mwenyewe unatarajia baadaye kuja kuwa msanii, na kisha unapiga pindi. Nilimwambia natamani siku moja nikija tena mara ya pili nije nikute Papa akashaka ngoma zake kama 4-5 hivi. Nije kwa ajili yake. Umeona? Ila kama unasoma kaza sana butu, najua elimu ndio kila kitu. Lakini kama una kipaji basi usikilaze ndamu. Yaani kifanyie kazi kipaji kisipotee. Sababu kipaji nacho kikiacha nacho kinakuacha. Umeona? Mimi nitakia sharp sana Papa.
ya utapokutana na baba zako mwambie bwana nimekukanyagia sana. Au sio? Poa mwanangu.